Okay, mpenzi mtazamaji wa H Pro, siku ya leo tena tupo na exclusive interview na daktari huyu wa afya ya kinywa na meno. Na tutakuwa naye leo na atakuwa na mambo machache ya kutueleza kuhusiana na afya ya kinywa na meno. Karibu sana daktari. Asante sana. Ndio. Mtazamaji wangu wanatamani kukufahamu kwa majina yako kwa faida ya mtazamaji. Mimi kwa majina naitwa Abisai Niklaus, ni daktari wa kinywa na meno hapa hospitali wilaya Mahenge. Okay. Bwana Abisai Niklaus. Leo tunaangazia afya ya kinywa na meno kwa ujumla. Ndiyo. Na kwenye eneo la afya ya kinywa na meno ningekuwa interested kuangazia vitu vitatu. Kwanza, huduma mnazozitoa katika eneo la afya ya kinywa na meno. Lakini pili, ningetamani kujua magonjwa gani ya meno ambayo pengine ni mengi sana kwa wananchi wa sasa, yale ambayo yanawapata wananchi wa kawaida kwa sasa hivi. Na cha tatu, ningependa kujua namna gani ambavyo mtu anaweza kufanya usafi binafsi wa afya ya kinywa na meno ili kusudi akae vizuri zaidi. Tuanze na huduma ambazo mnazitoa katika hospitali yetu. Katika hospitali yetu tunatoa huduma zote za msingi. Ndio. Ambazo ni kusafisha, kuziba, kung'oa, Okay. na huduma nyinginezo. Okay. Elimu ya afya na kinywa na meno. Okay. Yeah. Sawa. Sasa kwenye eneo la kusafisha meno, ni meno yapi ambayo yanasafishwa? Kwa sababu tunajua kwamba wananchi wanapiga miswaki nyumbani kwao. Sasa unaposema kwamba mnafanya kazi ya kusafisha meno kwenye department yenu, unakuwa unamaanisha nini? Kusafisha kuko kwa aina nyingi. Ndio. Sawa. Kuna kusafisha kwa kwanza ni meno ambayo mteja amepata effect ya kupata ugaga. Okay. Kwa kusafisha tunaondoa ugaga. Okay. Ya hiyo ndio inayofanyika hapa. Okay, sawa. Na sasa hivi kuna changamoto ya watu wengi wanapatwa shida ya kutoa vinywa vyao kutoa harufu mbaya. Unashangaa mtu ana kinywa chake kinatoa harufu mbaya. Labda hiyo uoga inasababishwa na nini? Hiyo inachangiwa na vitu kama viwili au vitatu. Cha kwanza kabisa ni meno kuoza, ambapo meno yakioza yanakuwa yanatunza uchafu mdomoni. Okay. Cha pili ni magonjwa ya fizi. Okay. Cha tatu ni shida kwenye mfumo wa chakula. Okay, kwa hiyo maana yake mtu unajua bwana, hii changamoto ni inaboa. Yaani ukiona una rafiki yako hapo ananuka kinywa, wakati mwingine kumwambia unashindwa. Unakuwa unainamia chini au unakuwa unamkwepa tu. Sasa unanua ugomvi unajua. Sasa labda kwenye eneo twende kwenye eneo hasa la kusafisha kinywa. Namna gani bora ya kuweza kusafisha kinywa kwa mtu binafsi akiwa nyumbani ili kuhakikisha kwamba kinywa chake kinakuwa safi? Njia kuu ni moja, kupiga mswaki, ambapo kitaalamu tunashauriwa usipige mswaki chini ya dakika 3. Okay, so ndani ya dakika 3 zote mtu lazima upambane kupiga mswaki. Ambapo tunaamini hizo dakika 3 lazima tu utakuwa umefika kila eneo la kinywa chako. Okay. Kwa hiyo unakuwa hujarashi. Dakika moja tu unakuwa umerashi, kuna eneo unakuwa hujazifikia, so unaacha uchafu mdomoni. Lakini ukishatumia zaidi ya dakika 3 hapo inakuwa at least tunaamini utakuwa umefikia kila eneo. Okay. Maana kuna jamaa wangu mmoja wakati kipindi tulikuwa tunasoma alikuwa akiingia bafuni kupiga mswaki, anatumia karibu dakika 10. Sasa sijui alikuwa anafanya usafi wa namna gani. Okay. Na aina gani ya mswaki ambao ni bora kwa ajili ya kusafisha kinywa? Aina nzuri ya mswaki bora una sifa kama sio 5, zinaweza zikafika 6. Okay. Ya kwanza lazima brush zake ziwe laini. Okay. Ya pili samahani kwanza. Kwa hiyo zile brush ngumu tunadhani pengine ndio zinaondoa uchafu kwa urahisi, kumbe hizo hazifai sasa. Hizo sasa unazitengenezea matatizo. Okay. Na wengi wa watu wanaamini akipiga mswaki kwa nguvu anasafisha meno vizuri, lakini kitu ambacho sio kweli. Ukipiga mswaki tumia nguvu kidogo. Mswaki ushakuwa mgumu na nguvu ni kama unakuwa unakwangua meno. Hapo pia kuna madhara yake. Wakati unapiga unatumia nguvu. Okay. Kwa hiyo ya kwanza umesema brush zake ziwe laini. Nyingine? Ya pili lazima kuwe mswaki wako mbele kama umechongoka, una alama ya V. Okay. Ambapo hii mswaki kwa hivyo tunaamini kwamba ukiwa mdogo kule mbele unasaidia zaidi kufikika kwenye engo za mwishoni kabisa za kinywa. Okay, sasa labda pengine kuna nyingine ungeweza kuzimalizia? Nyingine mswaki wako lazima unashikika vizuri, kwa ule mswaki wako lazima uwe mkubwa kidogo. Na tatu, mswaki wako sio umeisha. Yaani mtu anakuwa na mswaki hadi umelala. Umenikumbusha scenario moja.
kuna mtu anapiga mswaki zaidi ya miezi 6. Sasa mswaki wako unatakiwa kuutumia kwa muda gani labda? Kuna kipindi maalum kwamba ukinunua mswaki ukiwa mpya labda utumie pengine wiki moja, wiki mbili au mwezi mmoja? Hapana, mswaki hatuwezi kusema utumie kwa muda, lakini utaona tu sasa ushaanza kuchoka. Unaona ile meno imeshaanza kulala. Unakuta mtu mswaki hadi umelala hivi, kwa unakuta zile brush zishalala kwa ziweze kuingia kwenye njia za meno kusafisha vizuri. Sawa kabisa. Una kitu gani labda ungeweza kuambia wananchi ambao wanakusikiliza wewe kama mtaalamu wa afya ya kinywa na meno? Kuna mambo kama sio moja au mawili ya kuwashauri. Cha kwanza, kwa sasa dunia ni dunia ya viwanda na bidhaa nyingi zilizopo sokoni ni bidhaa za sukari. Kwa hiyo sisi tunawashauri wananchi kwa ujumla kwamba wajitahidi kupunguza, sio kuacha najua haiwezekani, lakini jitahidi kupunguza matumizi ya vitu vya sukari. Cha pili, tunapenda kuwashawishi wazidi kuendelea kupiga mswaki. Tunashauri wapige mswaki angalau mara 2 au mara 3 kwa siku. Sana mara 2. Daktari, ngoja nikurudishe nyuma kidogo kwenye eneo la kupiga mswaki. Tunajua tunatumia dawa ya meno tunaita kupiga mswaki. Sasa wengi tunatabia ukishapiga mswaki unatakiwa kuweka maji, kuchukutua, kufanyaje? Hiyo kitaalamu imekaeje? Ni makosa ambayo wengi wanafanya pasipo kujua. Wakijua wanasafisha, kumbe unaweza kama unasafisha meno lakini bado kumbuka unatumia inaitwa ni dawa. Dawa ya mswaki. So ile dawa maana yake ina tunasema nini? Ina component ambazo zinasaidia kwenye utunzaji na uimarishaji wa afya ya meno yako. Na ambapo tunashauri mnapotumia dawa, kisha dawa yako ina madini ya fluoride ambayo yanasaidia kuimarisha meno. So ukishakuwa umepiga mswaki, kitaalamu hatushauri usikutue na maji. Usikutue na maji maana yake unaondoa ile dawa ambayo ulikuwa umeweka kwenye meno yako. So kumbe unatakiwa kupiga, lakini mwisho wa siku unatema mate yako basi uendelee kupiga, unatema ile popo hadi kapoacha kukukera, basi unatulia. Mpenzi mtazamaji, hii ni makala ya afya kuhusiana na afya ya kinywa na meno. Kumekuwa na tendency au hali ya watu wengi wakipiga mswaki ile asubuhi anahakikisha kwamba amechukutua na maji mpaka meno yameng'aa na mpaka hasikii harufu yoyote ya dawa ya meno mdomoni. Mtaalamu leo ametuambia kwamba kumbe sio kitu sahihi. Ile dawa imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kulinda meno, Kwa hiyo maana yake tunavyofanya vile kumbe hatufanyi. Mimi nilikuwa ni mmoja wapo ya watu ambao wanafanya hivyo. Sasa kuanzia leo nafikiri nitaanza kubadilika. Okay. Kitu gani kingine unaweza kutuambia mtaalamu wetu kuhusiana na afya ya kinywa na meno? Kitu kingine tunashauri wananchi wajitahidi kufika angalau kama sio kwa miezi 6 mara 1 au kwa mwaka mara 2, jitahidi utembelee kliniki yote ya meno iliyo jirani yako kuweza kupata ushauri, kuchunguzwa nini pengine unaweza kuwa una shida. Kuna shida za meno mara nyingi sio za hapo na hapo. Sasa ni process ya muda mrefu. Kwa kabla hujafikiria hatua ya kupata madhara, ni bora ukawahi mapema ukapata ushauri jinsi gani ya kuepukana na hizo tatizo. Kabla tujamaliza, kuna kibonzo kimoja nilikuwa nacho. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa na mke wake, lakini sasa kwa bahati mbaya yeye alikuwa na shida ya kunuka mdomo. Sasa mke wake akawa anaona aibu kumwambia kwamba bwana unanuka kinywa. Na naendelea tu kukazia kwamba kuzingatia usafi wa kinywa na meno ni hatari, kwa sababu watu wanaweza wakawa wanaogopa kukwambia kulingana na heshima zako. Au unakutana na mtu ambaye ni mtu mzima kabisa, unamheshimu vizuri kabisa, lakini ananuka lakini ananuka kinywa, huwezi kumwambia kwa sababu unaogopa ukimwambia pengine inaweza akajisikia vibaya wakati mwingine ugomvi na mtu. Kwa hiyo yule bwana akawa ananiambia kwamba ndugu yangu, wakati mwingine bwana ninakosa haki zangu za msingi kabisa kwa sababu kinywa changu hakiko sawa. Nikamwambia brother, inabidi uende hospitali. Kwa hiyo nashukuru sana, siku ya leo tumekuwa na wakati mzuri sana wa kuangazia namna ambavyo tunaweza tukajitahidi kutunza vinywa vyetu. Una kitu gani cha mwisho kabisa cha kuambia wananchi kabla hatujamaliza kipindi chetu? Cha mwisho cha kuwashauri ni kwamba afya ya mwanadamu inaanzia kwenye kinywa. Sababu utakula kila kitu. Muhimu ni kula. Wengi usipokula huwezi kuendelea, afya inadorora. Kwa kitunze kinywa chako vizuri kwa ajili ya afya yako iliyo bora. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kutufuatilia katika makala yetu ya siku ya leo mpaka mwisho. Tafadhali sana, kama ndio mgeni katika channel, unaweza kusubscribe, like and share ili kusudi kuendelea kupata notification za vipindi vyetu ambavyo vitaendelea kukujia kutoka hapa Health Promotion. Mpaka wakati mwingine tena, mimi naitwa Ezekiel Chavala wa Health Promotion.